Niliyokosea. Yule ambaye nilisema atateseka, aliteseka kuteseka. Aliteseka. Kagongwa hajagongwa. Amegongwa. Hajadhalilishwa kadhalilishwa. Kadhalilishwa. Ni kawaida yake kupata mateso aliyoyapata msimu huu? Hapana, sio kawaida. Okay, kwa hiyo sawa. Na huyo mmoja ambaye nilisema ataenda kwa tabu mno, kwa jasho na damu, ni kweli ameteseka huyo ambaye nilisema ataenda, hajateseka? Ni kweli kateseka. Lakini nilitoa maangalizo. Inabidi baadhi ya wachezaji wacheze, Mudathiri haya basi, Prince Mpumelelo Dube, lakini Shabalala, na hawakutumika katika michezo mitatu kwa pamoja hivi. Walikuwa wakiingia sabu au mmoja ataanza, yani sivyo vile ambavyo mimi nilikuwa nasema na shauri iwe. Na Dube alivyopata nafasi mchezo wa mwisho na aliumia Pacome, Mwenyezi Mungu alikuwa na makusudio yake ili Mudathiri acheze. Nilichokuwa nikikisema, wewe ambaye unafuatilia Matole TV, kilionekana hakikuonekana, kwamba Mudathiri ana kazi zake katika timu, ana faida yake. I ain't say Pacome asiwepo, no. Yani Mudathiri ana kazi yake, kuifanya timu iwe nyepesi, kuiunganisha timu kutoka eneo la kiungo cha ukabaji kwenda kwenye kiungo cha ushambuliaji, kujaza nafasi ya eneo la ushambuliaji, kuifanya mipira iende kwa wakati kwa watu sahihi. Dube kutengeneza nafasi nyingi eneo la ushambuliaji. Yani Dube utasema mbona afungi, anakosa magoli? Asipokuwepo hizo nafasi za kukosa magoli tunaziona. Yani naomba nieleweke, Dube akiwepo anakosa magoli, asipokuwepo hizo nafasi za magoli mnaziona? Hazionekani. Dube amegusa mpira, umemkuta Pacome, amesababisha penalti. Niko sahihi? Penalti kaenda kupiga nani? Depu. Dube ndo alomgusia Pacome, si ndio? Dube ndo alotoa assist, Depu kafunga goli la 3. Niko sahihi? Uko sahihi. No, kafunga Boka goli la 3. Boka. Goli la 3. So mimi nachoongelea ni kwamba Dube anacheza, ni mshambuliaji bora, Depu mfungaji bora. Kwa hiyo Depu anahitaji uwepo wa Dube au Mzize. Depu anahitaji Dube au Mzize, mmoja wao lazima acheze naye eneo la ushambuliaji. Faida ya Mudathiri, anaifanya timu inakuwa more direct. Faida ya Mudathiri haya basi, anaifanya timu inakuwa more direct. Faida ya Shabalala, anaifanya timu eneo la ulinzi linakuwa na calmness, utulivu. Boka ni mzuri, anawaza kuwahi mbele, ana kasi. Alipofika Boka kwenda kufunga goli la 3, lile eneo mawinga wenyewe hawajafika. Kwa pale ukikosa, imenaswa counter attack walete. Yes, Boka ni mzuri katika kushambulia, lakini kwenye kuituliza timu, calmness, Shabalala ni mzuri kwa sababu ana ball handle nzuri, haogopi kukaa na mpira, anacheza fat pass fupi fupi, anacheza long range pass, calmness yake ni kubwa, ana exposure na experience. I ain't say Boka ana experience, ila uchezaji wao unatofautiana. Katika michuano ya klabu bingwa, achana na alama 3, Yanga iliyoshinda bao 3, uliiona Yanga unaoifahamu? Kuiona? Niliona. Tena ni baada ya kuingia nani? Mudathiri haya basi. Yanga inakuja kama nyuki. Niliyaongea, sikuwa na maana mbaya. Yani hilo litakiwa lifanyike mchezo wa Al Ahly wa hapa. Yanga alikuwa anashinda alama hizo 3, chukua kwangu. Yanga alikuwa anashinda alama hizo 3. Yanga alikuwa anafuzu ili kundi na alama 10. Ile sare ile haikuwa sahihi ya pale Zanzibar. Yanga alikuwa anashinda michezo yote 3 hapa nyumbani. Kamfunga FAR Rabat, Mudathiri kacheza, hajacheza na Dube, na ndio walopasiana wakafunga. Kweli sio kweli? Alama 3 zingine zilizopatikana za Yanga, kahusika Mudathiri na Dube hawajahusika. Clean.
Kwa hiyo inawezekana kocha Pedro alikuwa anaamini zaidi wachezaji wake na mifumo yake. Mimi say ni vibaya, ni mwalimu na naheshimu coaches, lakini narudia na nitarudia, mmoja aligongwa alivyogongeka na mwingine alikuwa anaenda kwa tabu. Nilichokisema kiko sahihi, sijakosea. Alafu Yanga alitakiwa amalize shughuli yake hapa ili kule ikawe tabu. Yes, na Yanga hapa alikuwa yule Kablia, ilikuwa lazima amdindishie kwa vyovyote vile kwamba kule ingekopo kwamba anayeshinda kule ndo anayeenda. Al Ahly angefungwa na Yanga, ilikuwa kule bado haja qualify. Yeye na FAR Rabat walikuwa wauane. Kwa kule angefaulu huyu na huku angefaulu huyu. Ndio hiyo tabu nilikuwa naiongelea. Kwa Yanga alipoiharibu mechi ni ule mchezo wa Al Ahly wa pili. Kwa kusema eti kwa sababu Mudathiri haya basi ameharibu kule Cairo Misri, basi huku Zanzibar simpangi, lilikuwa ni kosa kubwa sana la kocha Pedro. Yani sinaga hivi clean, yani clean serial number za ushindi zipo kwa Mudathiri na Dube. Hao wana muda mrefu zaidi Tanzania kuliko safu ya ushambuliaji yote ya Yanga. Jamani, nasema Mudathiri kachoka hivi pasi zake upi. Wewe umeona timu ilivyokuwa nafunguka, babu ana balance kiwanja. Duke Abuya anakuwa huru, Max anakuwa huru. Wewe uliona Max kuchoka? Mudathiri forklift jamani. Mudathiri anamsaidia kazi Max, Mudathiri anamsaidia kazi Duke Abuya, Mudathiri anamsaidia kazi Okelo. Okelo akawa anakuja kama namba 10, Mudathiri anawaidi. Umeelewa? Mudathiri anasababisha eneo la kushoto linakuwa strong. Ndio maana unaona kapita yule Boka, hana pressure kwa sababu Mudathiri anaweza kurudi kufanya backup kama safe man. Kama safety man, yani yeye anakuwa ni mtu wale ambao wanajaza eneo kubwa la ulinzi nyuma watu wanapokuwa wameoverlap. Umeelewa? Yani hiyo jamani ni football. Hiyo ni football, haihitaji uchawi. Yani Mudathiri huwezi kuharibu quality yake au class yake kwa form ya siku hii moja. Ngoja niishie hapa. Yanga ni timu ambayo walisema ipo katika kundi la moto la kifo, na Simba wakasema ipo katika kundi ambalo ni jepesi tuenda wakapita kirahisi, lakini tunaona Yanga ameweza kuondoka na pointi 8. Pengine katika hili amefaulu kwa kiasi gani? Yanga ilikuwa kwenye kundi ambalo lina mabingwa watatu katika ligi zao. Niko sahihi? Sasa si unaona ukubwa wa, alafu mabingwa wa wapi? Kaskazini, ligi namba 1 kwa ubora, ligi namba 2 kwa ubora, ligi namba 3 kwa ubora. Ndio watu walikuwa wanapambana nao. Yanga kutoka Afrika Mashariki, ligi namba 6 kwa ubora. Hapa nimeeleweka? Kwa alikuwa kwenye kundi gumu kuliko maelezo. Kwa kitendo cha kupata alama 8 ambazo amezimaintain msimu ambao Yanga amecheza robo finali na Mamelodi Sundowns, alivuka kwa alama 8. Msimu wa mwaka jana ambao ameishia kwenye makundi akashindwa kumpiga hapa MC Alger, alikuwa na alama 8. Na mwaka huu mbele ya vigogo kapata alama 8. Michael ame-maintain ubora wake, na ndio maana kocha ni rais wao ya Yanga Amana Mhandisi Hersi Ali Said alisema target yao ya kwanza ni makundi, kwa sababu kila michuano yote waliocheza klabu bingwa miaka hii 3-4 wao walikuwa wanavuna alama 8 ambazo zinawafanya waishie wapi? Makundi. Ni mara moja tu ndo walivuka kwenda wapi? Kwenda robo. Hapa naeleweka vizuri. Hilo la kwanza. Yanga ya miaka 4 tu hii ya uongozi wa Hersi. Yanga ya miaka 4 ya uongozi wa Hersi. Yanga ilikuwa ina alama ilikuwa nafasi ya 82 Afrika. Yanga kwenye ranki ilikuwa ya ngapi? 82. Kwenye ranki za CAF ilikuwa klabu yenye nafasi ya ngapi? 82. Hivi tunazungumza na wewe Matole, ndugu yangu mpendwa, Yanga ina alama 35, nafasi ya 10 kwenye ranki za CAF kwa ngazi ya klabu. Within 4 years hakuna klabu yoyote ya Afrika, narudia tena, record walioiweka Yanga. Kwa hiyo alama 8 ambayo kuvuka robo. Yanga ndo klabu ya pekee ya Afrika iliyoweza kutumia muda mchache kucorrect alama nyingi zaidi na kuingia top 10 kutoka nafasi ya 82. Deuji anaichukua Simba ilikuwa ya 30 plus hivi au 20 na
ilikuwa tayari ipo 30 na umeelewa? Yanga ilikuwa ya 82. Umeona tofauti yake sijui? Ndio. Hapa naeleweka sijui? Kwa jinsi gani uone kwamba Yanga imeimprove lakini imemaintain kiwango chake. Kwa tutawasikia mwakani malengo yao ni yapi. Ilikuwa kwenda robo ni bonus kwao wao walivyokuwa wamesema. Lakini sisi kwa quality tulioiona, flow ya Yanga inavyokuepo, jinsi ambavyo walivyocheza kule Misri wale walipoteza magoli 2, jinsi walivyocheza na Al Ahly hapa. Mimi nazungumzia timu bora ya karne ya Afrika ya miaka yote hapa. Bingwa wa muda wote wa Afrika, si ndio? Jinsi ambavyo Yanga ilivyocheza na Al Ahly hapa, tumeiona flow yake. Jinsi ambavyo Yanga imecheza dhidi ya Kablia, tumeiona uwezo wake. Jinsi ambavyo Yanga ilicheza na FAR Rabat mchezo wa kwanza, tumeona flow yake. Kwa unavyozungumza hapa, nazungumzia ni Yanga ambao watu wengi tulitaraji na inaonesha inakuahidi kwamba ina uwezo wa kufuzu robo finali, lakini wao waliona kwamba kwa sasa mpango wao wa awali ni hatua ya nini? Ya makundi. Yes. Pini kuna kulaumiwa katika hili hapo walipoishia Yanga? No way. Msijisahau kocha Pedro hajaiandaa hii timu. Hii timu iliandaliwa na Romain Folz. Kwa Folz ndo alikuwa na hiyo project yake ambayo ilimpalia, si ndio? Kwa mimi kwangu naamini kocha Pedro ni kocha mzuri. Pengine alikuwa bado hajakuwa na imani ya moja kwa moja na wachezaji. Iwapo atabaki kwa msimu mwingine tena, akaenda hii pre-season akakaa kwenye kambi, ataiandaa timu vizuri na naamini inshallah watakufika pahala msimu ujao of course.